babu unanichukuliaje? Unaona mimi kama bwamwa, si ndio? Bwamwa sina kitu. Au nichukulia kama chupi, si ndio? Hivi babu, utalalaje kwenye kitanda alichonunua na mume wako? Unalala kwenye chumba ambacho alichogaramikia mwanamume wako babu. Mara kwanza nimekuja mwanangu, nimekuta mnacheza viuno pale na katika nikishoga pale. Nikagonga mkachukulia baridi barafu mkaenda kucheza, au sio? Si ndio? Hivi babu, imagine ungekuwa ndo wewe umenikuta mimi kwenye chumba chako ambacho unalala mke wako, ungechukuliaje babu? Ungechukuliaje babu? Wanachukulia baridi barafu, yani mtoto fulani laini yani, si ndio? Wazo kucheza na mimi kile ni laini ukachukulia hizi. Babu wewe kwani ni nani? Na umefuata nini? Manake mimi ndio baba mwenye nyumba katika hii nyumba, na huyu mwanamke ambaye katika hii nyumba ndio mke wangu. Alafu sijawahi kusikia historia kama alishakuwa na mtu, na sasa nina mahusiano naye kama mwaka mmoja hivi. Unanitisha. Oya, sikiliza. Mimi Mr. Kambochi. Nina mambo hayo kwako, uchague moja: kufa au macho mwanamke. Umenisoma vizuri? Yaani nachomaanisha ufuate maisha yako na mipango yako babu. Tofauti na hapo mwanangu, oya, nitakuua mimi kichaa mimi chizi. Nimefungwa gerezani mwanangu, nimeteseka kwa sababu ya mwanamke unajua. Oya babu, naondoka. Takaporudi hapa mwanangu, nikakukuta tena ndani ya nyumba babu, nitakachokufanya mwanangu. Nimepotea kwenye macho, kwenye kicheko cha. Hivi unadhani mapenzi yaliletwa kwa sababu gani? Mapenzi yaliletwa kutimiza maandiko matakatifu. Ndio maana mapenzi yana vifungo vilivyowekwa kutengeneza muundo ili kupendezesha ulimwengu pamoja na Mungu. Kuna samani, kuna asante na kuna pole. Sasa wewe ni binadamu gani unaonyeshwa kila aina upendo au ujali, lakini uoni? Wewe ni binadamu gani? Shetani ama? Sasa jibu unalo. Unahitaji kujua nini hapo? Haupendi ni haupendwi tu. Usilazimishe upendo kwa mtu ambaye hana upendo na wewe. Baba, chaka hili lina kiza. Kulia kwako kwangu ni kicheko. Aya malaika, kwa chumba cha shetani umefuata nini? Sikiliza mapigo yako ya moyo. Kisha sikiliza hisia zako zinasema nini juu yangu. Usisikilize na utashi wako please. Nisikilize tena, uweke kwenye ufahamu akili yako. Sitaki kukusikia wala sitaki kukuona. Sitaki tena Delano, inatosha. Sawa, inatosha Leina.
Mapenzi gani haya yamenitoa kabisa njia, naficha pete mfukoni, nikikukumbuka nazimia. Umekuja taratibu kama ndugu yangu Kidi. Papa. Yaani afadhali tumekutana ndugu yangu. Ndio. Huu mguu ulikuwa kwako. Nilikuwa nakuja huko nyumbani. Hebu tia kwanza uzito. Unapenda sifa wewe. Maana nitulie kwanza kwa hili jambo nalokuambia. Uwanja wa Amani umejaa mbigili ndugu yangu. Yaani umeota miba. Wewe una maana gani? Sasa mna kazi. Papa, tuheshimiane. Unajua mimi unavyoongea hivyo mimi sikuelewi. Una maana gani wewe? Kama disco ameingia Masai. Vijana mna kazi. Masai yupi wewe? Na maanisha ya kwamba Mr. Gamba. Mr. Gamba? Inyausi. Mr. Gamba yupo humu. Acha masiala yako. Alafu una masuala kitoto. Yule hawezi kutoka, yani kule ndo maisha yake. Yani yule atafia kule ndo kila kitu hivyo. Wewe Kidi unachekesha. Hivi ninavyokuambia mimi nimeamka asubuhi na nusu harufu tu. Nikasema mwamba kaingia. Katoka magereza. Yupo hapa. Sasa nyewe mlio mkosea nyie. Kazi unayo ndugu yangu. Ila sana papa, mimi nimekuangalia, nimekugundua mapenzi yanakusumbua. Mapenzi yanakusabu wewe. Mke wako anavyokuja mnagombana kwa unakuja unaniletea mimi taarifa nilikuwa nimeshazipata muda. Sikiza nikwambie Kidi. Ili ninachokuambia cha uhakika kabisa. Tupinge. Basi tupinge. Mimi nakwambia kabisa. Sasa kabla ya yote unakata wewe nakata mimi. Usikate. Papa, tunamletea mke wako. Mke wangu mimi. Okay. Kama ameingia, ukishinda unamchukua. Ukishinda unamchukua mimi. Hilo lina shida? Wewe unakata wewe? Kata. Aya, kata. Anza ukata wewe. Kata wewe mwenyewe. Mimi nitakwambia. Sawa, mimi nitakwambia. Mimi mke wako ni wa kwangu. Tutaona. Na hivi ulimkosea wewe? Wewe walishazusha na maneno kibao kuhusu ila sijali kuhusu. Mume wangu, tazama mpaka sasa tunaishi kwenye nyumba za kupanga. Ulikuwa kila ukiiba pesa zote nalipa mimi. Aya, umeenda jela, umerudi, badala ya kubadilika bado unaendelea na mambo yale yale. Hivi mume wangu, mimi nikupendeje? Kwa nini mume wangu usibadilike, tukaishi maisha mapya, tukaachana na mambo yote yale ya zamani? Afu isitoshe, umetoka jela, kabla kupitia kwangu, umepitia kwa yule malaya wako wa mimi. Ina maana ukumbuke alichokufanyia. Ulienda jela kwa sababu ya yule mwanamke. Mimi nakupenda sana mume wangu. Nakupenda sana yani. Hivi kwa nini jambo hilo unachukulia kwa wepesi kiasi hicho? Yaani unaona kabisa jambo hili lilivyo na ukubwa wake unaichukulia kiwepesi, si ndio? Pesa nilizozipoteza kwa Amina na muda wangu ndio utumikia magerezani, alafu unachukulia kile silesi tu cha kwamba eti ni muache ni make sense. Sikiliza mke wangu, mimi ninachokiamini kutoka kwako, unanipenda sana, tena unanipenda sana, ila kwa hili nakuahidi mke wangu, Amina lazima atalilipia, kwa sababu mimi nimepoteza kila kitu kwenye ulimwengu mke wangu. Afu hata uchukulie hizi yani baridi barafu unachukulia hivi unavyozani wewe kila siku kwamba eti ni sahau yaliyopita tugange yanayokuja. Unajua kiasi gani mimi magereza nimeteseka? Unajua kiasi gani cha pesa nimepoteza? Muda niliopoteza magereza ningeupoteza kukutunza mke wangu, ningeupoteza kufanya vitu vyangu mtaani.
ningechekecha huku na kule kusudi tuweze kuishi, mkono uende kinywani. So kiasi hicho. Amina, lazima kulipe kisasi. Hivi mdogo wangu, kwa nini unakuwa mdanganyifu na una dalili zote za kupuliza majivu kwa sababu moto huuoni? Ona sasa mdogo wangu, majivu yamekujia usoni na inakoelekea utakuwa kipofu. Kwa nini unafanya hivyo? Dada, nimekaa na mume wangu, nimezungumza naye sana, nimejitahidi kufanya kila bidii niweze kulinda familia yangu, lakini bado sionekani kwa lolote lile. Kama walivyoona siku za nyuma kilichotokea, nifanyeje? Mimi nataka nirudi kwanza nyumbani, pengine nitapumzika, naye atakaa sawa. Unasemaje? Nani amekwambia changamoto zinakimbiwa? Eti wewe? Nani amekwambia mafanikio yanakuja kilelelele? Sikiliza mdogo wangu, mimi nitakuja kuongea na shemeji, nimuone shemeji ukoje. Usijali mdogo wangu, sawa? Usitoke hapa, banana hapa hapa. Yaani hii ndo familia yako kwa sasa hivi. Ushatoka kwetu, sijui unaelewa? Yaani using'oke, shikilia ndoa yako mpaka kieleweke. Sijui unanielewa? Sawa dada, nimekuelewa. Tajitahidi kupambana. Mapenzi gani haya yamenitoa kabisa njia, naficha pete mfukoni, nikikukumbuka nazimia. Umekuja taratibu kama harufu ya joni, ghafla moyo wangu mtumwa, umekamata funguo za roho yangu. Mapenzi yamenifanya nisahau ndoa yangu. Oh, kumbe umeniloga wewe mama. Wewe nimepotea kwenye macho, kwenye kicheko chako. Oh, kumbe umeniloga wewe mama. Mambo zenu? Hapa kuna cha salamu. Si unaelewa? Nimefuata pesa yangu. Shoga yangu utanisamehe. Pesa yako ndio nilikuwa nayo, ila nilipata matatizo. Kwa hiyo nikaichukua hiyo pesa yako nikatumia. Ila nipe wiki moja, ukija pesa yako utaikuta. Wewe unachekesha kweli wewe. Nataka pesa yangu, sitaki maneno. Yaani shoga yangu, naona unamchelewesha. Yaani ingekuwa mimi ndo namdai huyu dada, mbona ningekuwa nishamzibua sasa hivi. Yaani angetoa kukopa tu, kulipa toa hela ya watu. Afu na wewe, chunga mdomo wako, siongee na wewe. Sijui unanielewa? Kwani mimi naongea na wewe? Kwa hiyo tulize tu kimdomo. Na wewe tuliza chako ndo nitatuliza changu. Ndio hivyo nilivyokuambia. Nisikilize. Naomba hela yangu, umezoea. Si unaelewa? Kama una shida mimi na shida vile vile. Ngoja nikushikie simu, Hivi unachelewesha. Nakwambia kwamba nilipata matatizo. Afu unaanza kunikolomea. Kwa nini huyu mwelewa wewe mdada? Niwe mwelewa kwenye langu. Wewe vipi wewe? Umechanganyikiwa? Wewe koma. Sijachanganyikiwa. Mimi mwenyewe chizi. Yaani naomba nisikilize. Nakupa wiki hiyo moja. Nikija hapa, ukiniona hapa, ujue nimefuata pesa yangu. Sitaki maneno na wewe. Dada, toa hela ya watu. Kukopa tu, kulipa, toa hela. Wewe dada, punguza kukopa tu, toa hela. Toa hela. Shoga yangu unamchelewesha bana. Hebu fanya tulichokuwa tumepanga. Wadada wengine bwana, tafikia uchanganyikiwa. Umechanganyikiwa wewe hapo. Lipa hela ya watu. Lipa. Nilishasema. Acha haya. Nilishasema. Yaani ingekuwa mimi shoga yangu hata singemsubirisha. Ningemtoa minywele hiyo. Sikiza sasa.
Nikija nataka hela. Wewe dada koma wewe. Wewe ndio hivyo. Nataka usije kanisubutu kunishika. Unanielewa? Yaani na dai changu afu unakuwa mkali wewe. Unakuwa mkali. Kwa kama chako ndio kinikosesha mimi na nani? Ndio hivyo. Wewe je, lipa mtu vyangu dadangu, sijui unanielewa. Mbona unashtuka? Mimi nilijua yule jamaa lilokuja humu ndani. Wewe mwanaume wewe. Unaota eh? Tena ndoto yenyewe ya mchana. Kupe babangu. Kuna jamaa limetoka humu ndani. Linapanga kidogo liniue. Kwani malaika wangu wa kwanza hauna mahusiano na mtu yoyote? Manake lile jamaa lilivyokuja humu ndani linitishia kuniua. Kisha likanambia wewe ni mke wake. Alafu wewe hichi kitanda anacholalia ni kitanda chake. Hivi ujue toka tunaanza mahusiano mimi na wewe, kwa nini unaniambia kama una mtu mwingine? Na je, unaonaje mimi niweze kufia katika hii nyumba? Niweze kufia katika hii nyumba wakati mimi na kazi za kiofisi. Alafu nimeacha mke wangu nyumbani. Leo hii jamii iweze kujua kuwa nakufa kwenye chumba cha mchepuko. Kwa nini unaniambia sasa? Na kwa nini unanificha? Hebu kwanza shusha pumzi. Tuliza presha babangu. Alafu nataka uniambie, huyo mtu ni nani? Kwani ina maana yote nayozungumza haumjui? Mbona anakujua? Na jina lake aliniambia anaitwa Gamba. Gamba? Sede maji ya kunywa. Sio maji tu. Hapa kwangu upati chochote. Wewe, ni kwamba umetoroka gerezani au kifungo kimeisha? Na kama kifungo kimeisha, mbona bado una mavazi yao? Sikiliza. Ni kweli mimi nimetoroka magerezani. Kwa sababu wakati niko magerezani, nilikuwa naishi na vifungo viwili. Kifungo cha kwanza ni kuwa mbali na wewe, na kifungo cha pili ni kutumikia kifungo cha magereza. Hivyo nikaona hapana, bora nitoroke nije kuishi na mpenzi wangu, maisha mengine naweza kuendelea. Hivi wewe unachokiongea unakielewa kweli au unarupuka tu? Nisikiza nikwambie kitu. Mimi sijawahi kukufikiria tena kuanzia ulivyoenda gerezani. Nimeamua kuanzisha maisha yangu mapya na kusahau kila kitu kuhusu wewe. Wewe sikiliza babu, usije kanipandishia mandugu yangu kichwani, pengine akaamka afu nikashindwa kuyaamua, yaani nikashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Labda nikuambie kitu kimoja usichokijua. Uko magereza kuna mshenzi mwingine ajitokeza kama wewe, nikamuua. Kwa nikawa nimepata hukumu nyingine tena, mauaji huko magerezani. Wewe uniache. Sikiliza ngwambie kitu wewe mwanaume. Mr. Gamba. Haunitishi. Haunitishi hata kidogo. Mtu mwenye kibaka tu. Utanipa nini? Ulizoea ukaibe, ukabe, udhulumu, ndo nile? Ndo nipendeze? Sikiliza. Mara ngapi hiyo? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kazi hizo za kukaba na kuiba, kudhulumu na kutapeli ndio kufanya uishi hapa mjini. Ulikuwa unakula, unashiba, unavaa, unapendeza. Wewe
usilete matatizo mengine ujue. Ndio ufanye kitu kibaya kwamba uko magereza ukajua mimi nilipo. Ukafanya kitu kibaya wakanirudisha tena magerezani. Mimi sikogopi. Alafu angalia, unaongea uko wapi? Upo nyumbani kwangu. Na uwezo kufanya kitu chochote. Na uwezo kupiga kelele ya mwizi na ukaja ukakamata. Alafu sitoshe ni mfungwa. Hebu jione huruma. Sikia, fanya ondoke. Ondoka nyumbani kwangu Gamba. Mbona wasiwasi? Ina maana inaonyesha kama unamjua. Na pia macho yako yanaonyesha kama mna uhusiano. Sasa kama mna mahusiano, ina maana unapenda mimi niweze kufia humu. Unapenda familia yangu iweze kunipoteza. Malaika wangu, naonyeshaje upendo kwako? Nifanye nini kwa upendo? Naonyeshaje upendo wangu wote kwako? Alafu kumbe unanitengezea kala moto niweze kunichoma niweze kufa. Unapenda mimi niweze kufia humu. Unapenda uhai wangu uweze kubaki humu Malaika. Wewe baba. Tena mfunge mdomo lako. Ukome kunipandisha sauti. Si unaelewa? Elewa mimi ni nani kwako. Mimi ni mwanamke wako. Tena sio mwanamke tu. Ni mwanamke wa ndoto zako. Sawa eh? Kwa hiyo unapoongea na mimi, chunga kauli yako. Chunga mdomo wako. Jua mimi ni mke wako. Usinipande kichwani kihivyo bwana. Halafu unazungumzia sijui uhai. Sasa sikia mwambie kitu. Naomba uchague kati ya mimi au uhai wako. Mapenzi gani haya yamenitoa kabisa njia, naficha pete mfukoni, nikikukumbuka nazimia. Umekuja taratibu